Ninashukuru kwa sababu kuna wamama wachungaji ambao wamejitambua. I give glory to God because there are mama pastors that are aware of themselves. Wamama wachungaji wengi wamechangia huduma za waume zao kutokupanda. Kwa sababu moja, ndani ya kanisa wana baadhi ya watu wenye makundi. Anampenda huyu ndio wa mama mchungaji, huyu ndio hivi. Makundi hayo yamesababisha kanisa ama mtumishi wa Mungu mchungaji, kanisa lishindwe kukua. Because this pastor's wife have been one reason where the ministry of their husband does not grow. Why? Because they take sides in people. They divide people into groups. And that have become the reason why the ministry can't grow. Unapoona mtumishi huyu amepitia kwenye mateso mpaka anabebwa, anasema anajikojolea, na ni mama mtu mzima, ndugu zake wamekufa, nafanya nini? Sikiliza, kwenye ulimwengu wa roho huduma nyingi za watumishi zimekuwa paralyze, zimekufa, zimekuwa aibu, hata kama unaona kwenye mwili wanatembea. Lakini kutoka sasa nataka niwaambie, wamama wachungaji wamejitambua, wameondoka na makundi, wameelewa nafasi zao, wamekuwa waombolezaji. Nataka niwahakikishie huduma zenu zinakwenda kugrow sana. From this point on for pastor's wife. Hallelujah. Hallelujah. From this point on that pastor's wife are aware of themselves. They have stopped being in groups. They are now people of prayer. Their ministry is going to take another level. Nimeeleweka kitu nimesema? Am I understood? Na wachungaji kwa sababu wanaogopa kufarakana ndani ya nyumba, wanaogopa kumkemea sengine mama anaona udhaifu na hivi, lakini asante Mungu ameingilia. Nataka niwaambie kuna majini maalum ambayo yanawafuataka kuwadhoofisha wamama wachungaji, wanakuwa wasengenyaji, wanawasengenya washirika hawa ambao wanawalea, hawa ambao roho yake hajampenda, hawa. Sasa hiyo inasababisha ni adui, ni majini maalum ambayo yanavuruga ufahamu. Unakuja ukuta kanisa alikui, mchungaji siku na mchana anahangaika, naye mchungaji anawafuata washirika, labda ataona anajipendekeza huko. Sikiliza, nataka niwaambie mambo yanakwenda kubadilika. Wamama wachungaji wanakwenda kukaa kwenye nafasi zao, watakuwa waombolezaji, roho wa Mungu atakaa ndani yao. From today something is going to change, because for so long pastors couldn't rebuke their wife. They have been gossiping, they have been doing things that are not pleasing the body of Christ. But from today, God is taking turn into them. They are going to be best limitators in the eyes of God. And the ministry is going to change. And those demons that they were releasing to these wives is going to leave them. They are going to be good and wonderful vessels of God. Am I understood what I'm saying? You're going to see with your own eyes. Church will have honor. Wachungaji hutawazoea tena, wala mchungaji hutamzoea, na wewe utatambua kabisa watu wao wamekaa kwenye nafasi yao, ndipo Kristo atawatumia sana. Utaona miujiza, utaona ishara, utaona baraka, utaona ushuhuda, ndipo watu watajua hiyo ni kazi ya Mungu. You're not going to get used to these pastors or these wives. As you're going to respect them, and you're going to see how far God gonna use them. You're gonna see honor in the church, and the lives will change. Kuna watu ambao unapoona pressure, unapoona kisukari, unapoona vitu vingi, na unapoona ndoto kama alivyokuwa naeleza pastor wetu kutoka Maputo, Msumbiji. Sio kila tatizo hilo linatokana na hali ya kawaida. Mizimu ina nguvu sana. Mizimu kama ina halali fulani, ndio maana hata kama ni mtumishi wachungaji kama mama mchungaji hapa, ni watumishi wa miaka mingi kama alivyosema, lakini angalia ndugu zake aliyosema walivyokufa. Unajua ukifa ndio umekufa, unazikwa, unasaulika, unakufa. Sikiliza, Mungu amenipaka mafuta kwa ajili ya mizimu, watu kufunguliwa mizimu. Let me tell you, when you see high blood pressure, when you see diabetes, or you see bad dream like a servant of God just testified shortly ago, this is idols. When they have a legal right to hold you, they will manifest in any way. You see the lady, her family have died. It's because idols had power. But the man of God is anointed especially to separate people from these idols and these gods. Sisi wa Afrika, we Africans, kuna shida moja. We have one problem. Kiona mwanzako ana huduma fulani, if you see a fellow with a ministry, badala kuifurahia, instead of rejoicing it, unaumia. You feel bad. Kwa nini yeye? Why him? Kwa nini yeye? Why her? Chuki, a bitterness. Wanatafuta
labda anatumia nguvu za giza. They're gonna search you, perhaps he's using some darkness power. They're gonna detect you. Ukibarikiwa shida. If you're blessed, it's a problem. Sasa wote tuwe maskini, wote tuwe should we all remain poor? What Jesus came here to do? Wangapi aliona huyo mama alikuwa anateswa na mgongo kwa sababu alafu mtoto wake roho ikainuka ile ya mizimu, lazima hataki kufunguliwa. Alafu ikasema ina nini? Ni mizimu. Mizimu kama hujapakwa mafuta wewe ifungue, baada ya muda inaharibu huduma yako, maana ina uhalali. Nataka niwaambie hivi, lazima upasishwe katika ulimwengu wa roho. Mungu mwenyewe akwambia nimekupa mamlaka kufungua mizimu. Kutoka hapo ndipo watu watapata faida, na sio wewe kujitutumua kwa sababu umesoma Biblia, kwa sababu nasema kwa jina la Yesu. Hamna, lazima usikie Mungu amekupaka mafuta juu ya kitu gani. We saw a lady was delivered here yesterday. The mother was having a back pain, and there's an idol spirit say it is us. When they hold you, you can't just arise and separate people from idols and gods if you're not anointed. You can't read this scripture and verses and use them if you are not permitted. Nimeeleweka kitu nimesema? Kwa hiyo hasa watakatifu wa Pentekosti ambao wamejaa Roho Mtakatifu wana kitu ambacho ndani ya mioyo yao hawajakombolewa. Wanapoona huduma ya mtu, yani ni kama sasa Mungu anapaka mafuta watumishi na ataendelea kuwapaka mafuta. Matumishi feki naye watakuepo. Sikiliza, ndio maana shetani yupo. Acha kuhangaika na watumishi feki, hangaika na Mungu aliye hai. Yeye ndio mshindi, hao wengine wataibika tu. Yule mtu wa mizimu alifunguliwa, hajafunguliwa? Alafu hao watu wanaoshuhudia hawakai na mimi hapa, siwafahamu, wanafuatilia kwa mtandao. Kwa nini? Mungu ndio aliyeniagiza. Mungu anafanyaje I don't know, lakini inafanyika. Nataka kuambia hata kama utaki, utaona huduma hii inakwenda. Hii kanisa lina watu 12,000. Mejenga kanisa la watu 12,000. Listen to me. Tumejenga kanisa hili la watu 12,000. Ndio kiwango cha kwanza. Mungu ananiambia unakwenda utukufu wangu ambao ulisubiri miaka mingi. Hakuna mtu aliyepitishwa shule kama mimi, my friend. Alafu nimekaa na maagenti wa karibu ambao walikuwa na nguvu ya kuzimu, walio powers wa Afrika. Na Mungu ananileta hapa. Wewe unafikiri ni mchezo? Ni power by power ya Yesu Kristo inayofanya kazi. Gharama tu ufaulu. Ukishafaulu my friend, basi anayetenda kazi ni Mungu. Na itajulikana, nilisemaga itajulikana chini ya jua. Kama Yesu amefufuka itajulikana, kama hajafufuka itajulikana. Watumishi kama wameitwa na Mungu, ng'ang'ana kile ulichonacho. Kwa mfano, mimi namfuatiliaga mtumishi mmoja anaitwa Pastor Robert. Pastor Robert, huduma yake inaitwa nini? Huduma ya harvest. Ngoja niwaambie, harvest. Yule bwana yeye hana mambo mengi, lakini angalia huduma yake. Wachawi wanasarenda kwake, vijana ambao wanatumiwa kuzimu wanasarenda kwake, kwani amepakwa mafuta namna hii. Hata kama ukihangaika utamwona usiku na mchana. Yeye hana mambo mengi, hana miujiza mingine. Wewe unakuta akiongea neno ile roho zinavunjika. Wale wanaotaka kwenda, wanaokamata watu, wanaotega ajali, wanaofanya, wanaologa, wanaoua, wanakamatwa. Wakijaribu wanashindwa, wanaenda kusarenda kwake. Wanaanza kusema unajua mimi nilikuwa hivi, unajua ndiye aliitiwa hiyo, amepakwa mafuta. Kwa hiyo kama utaki, kaa pembeni. Lakini huyo baba mimi simfahamu, namuonaga tu kwenye kitu, namwangalia. Siku moja namuuliza Mungu, mtu huyu umemwitia nini? Kila mtu akielewa nafasi yake utashangaa. Sasa angalia, watu wanashuhudia, wanakanyaga tu hapo, wanakula chakula, bado hawajaombewa na sumbe, watu wanapona. Si ufikiri kitu kama hicho. Alafu sumbe huyu anaelekea wapi? Wewe unataka ukae naye karibu, awe rafiki. Mimi usiwezi kuwa rafiki. Mimi ni mtumishi wa Mungu, nimetengwa na mbingu. Kazi yangu ni kumsikiliza Mungu na kusema cha Mungu. Full stop. Sasa wewe jaribu kufikiri. Mizimu imeua familia ya Hawa kibinadamu.
Mizimu inaleta pressure, inaleta kisukari, inaleta faraka kwenye kanisa. Ndio maana makanisa unakuta wachungaji wanabembeleza namna hii. Kwa nini? Yasifarakane. Watu wenyewe wachache, faraka. Njoo ukipata watu 5,000, 10,000, 12. Jifunze hapa. Hautaki shauri lako. Na kama una mashaka, si ufunge na kuomba alafu Mungu akwambie mtu huyu ameitiwa nini? Anatumia nini? Si basi. Kanisa tumejenga, Mungu anambia la watu 12,000. Na utaona tu ndani ya miezi 2, 3, 4 utaona limejaa full, alafu natafuta eneo lingine linaendelea kupanuka. Hawaji kwa sababu Sumbe anawabembeleza, njoni kuna hiki, mtapewa miujiza, njoni. Never ever. Saa imefika, Mungu anasema nao. Unaona watu wanakimbia kama watoto, wanakwenda kwa Mungu wao. Na wakija hapa, hutaona naongea dini yangu, hutaona naongea CV yangu. Mimi naongea juu ya Yesu alichonipa siku hiyo, kama ambavyo sasa nimeanza kuongea juu ya hicho. Tukimaliza ule ushuhuda hapa, nataka nikwambie kuna umwagiko wa nguvu za Mungu zitakuwepo hapa kwa ajili ya kuvusha wana wa Mungu wengine.